Unaishauri nini serikali hasa kuhusiana na swala la Ngorongoro, na hususan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hata Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, kwa sababu Kassim Majaliwa pia ni miongoni mwa watu waliohusika hasa kwenye lile zoezi la kuhamisha na ilizungumzwa kabisa kwamba ni kwa hiari yao wenyewe. Spini ni propaganda mbaya sana kwa kweli yani. Mimi naumia sana kwa sababu hili jambo tena huyu Mheshimiwa Majaliwa huyu waziri mkuu. Hivi huyu Majaliwa ni yule aliyekuwa ni waziri mkuu wa Magufuli kweli? Ni huyu kweli? Au amebadilika amekuwa kopi? Hili ndio swala la kujiuliza. Majaliwa huyu anawezaje kuthubutu kuenda kuwafukuza watu wale? Huyu Magufuli na Mama Samia walikuwa ni watu ambao wa Magufuli hawa. Watu wote hawa. Huyu alikuwa makamu wa rais, huyu alikuwa waziri mkuu. Hatukuthubutu hata kufikiria kwenda kunyang'anya kupora rasilimali zile. Kuwafukuza watu raia, tuwape raia wa nje. Yaani mtu wa nje anapata thamani kubwa zaidi kuliko mtu wako anayekupigia kula. Hivi kweli uko sahihi hapo? Hivi kweli tukisema kwamba wewe umehongwa tutakosea? Tutasema tu kwamba hawa viongozi inawezekana wamehongwa. Ndio maana wameamua kwa sababu hata kipindi cha nyuma enzi za ukoloni si viongozi walikuwa na hongwa ili kusudi wawauze ndugu zao. Si ni kweli? Viongozi walikuwa na hongwa kipindi cha ukoloni, viongozi walikuwa na hongwa wanawauza watu wao. Ndio maana kuna watu wameuzwa kwenda Marekani. Umeona? Wapo watu wameuzwa kwenda Uingereza, Ulaya. Wapo Ufaransa. Wametoka huku. Kwa sababu gani? Kwa sababu viongozi waliokuwepo walikubali kuhongwa. Lakini wale era iliyokuja ya kusema kwamba hatuhitaji kuhongwa, akina Julius Kambarage Nyerere, akina Kwame Nkrumah, akina Sekou Toure, akina Samora Machel, hawa wote, akina Mandela, Nelson Mandela, walikataa kuhongwa. Wakasimama kwa ajili ya nchi. Na ndio maana tulipata uhuru katika nchi yetu ili kusudi tulinda rasilimali za nchi yetu. Rasilimali za misitu, rasilimali za mifugo, rasilimali za ardhi, rasilimali za mito, ili tuweze. Nakupa mfano mzuri. Kwa nchi kama yetu hii, hatuna haja hata kidogo ya kuhangaika hata na sekta ya utalii. Kama issue ni sekta ya utalii, tunaweza tukaachana na sekta ya utalii kabisa, tukadili na vitu vichache tu na tukapata hela nyingi sana. Kwa mfano, tukawekeza kwa mfano katika nchi hii tuna tani karibia milioni 500, zaidi ya milioni 500 karibia tani milioni 200 za dhahabu katika nchi hii. Tuna tani zaidi ya milioni 219 za chuma. Si ndio? Tuna tani zaidi ya milioni 12 za tanzanite. Umeona vizuri? Tuna tani zaidi ya milioni 40 za milioni 500 za nini za hizi nini zile wanaita nini zile yale manini yale wanaita nini zile nimezisahau, lakini zote ni madini. Si ndio? Na tuna matani mengi sana yamegunduliwa kale matantalium. Si ndio? Nickel. Tumepata matani kibao. Tunaweza tukawekeza kwenye haya madini tu haya, na kwambia nchi hii ingapiga hatua. Tukawekeza kwenye kilimo tu. Tukauza mpaka nchi za kusini mwa Afrika. Tukapata hela nyingi tu. Kwenye kilimo tu. Tunaweza tukapata matilioni ya shilingi. Hatuwezi hata kwenda kufikiria kwenda kukopa. Waige kwa Ibrahim Traore. Ibrahim Traore yule kijana mdogo wa miaka 34, lakini anafanya maajabu makubwa katika nchi yake ya Burkina Faso. Kwa nini wasige? Waige kwa Ibrahim Traore, kiongozi ambaye ni kiongozi wa mapinduzi, lakini ni kiongozi ambaye amejitoa kwa ajili ya nchi yake. Akina Thomas yule ni roho ya Thomas Sankara, naiona hiyo. Kwamba Ibrahim Traore badala ya kununua mashangingi ya bilioni 800, yeye amekataa kununua mabilioni 800, yeye amechukua hizo fedha, amenunua matrekta. Amechukua hizo fedha, amenunua irrigation schemes. Amechukua hiyo fedha, amenunua yani vitu vizuri vile vya. Ndio maana leo wameanzisha kiwanda cha kutengeneza nyanya pale Burkina Faso. Hiyo ndio akili.
kwa ajili ya watu wako. Kwanza ukifanya hivyo, manake ajira za wananchi wako utapata, wananchi wako watakuwa bize, hawawezi hata kuanza kufikiria kuanza kwenda kwenye kucheza kwenye mapuri, si ndio? Ni mambo ya ajabu sana, kwa sababu hawa wanaocheza kwenye mapuri hawa mapuri si mapuru si puru nini, hawa vijana hawa unaowaona ni watoto wa masikini. Hakuna mtoto akiongoza anaweza kucheza puri, hakuna mtoto akiongoza anaweza kucheza puri. Na ndio maana kuna wakati mwingine viongozi wengi wanawafanya watu wawe mandindindi, yani wasiwe na fikra. Na ndio maana nazungumza kila siku kwamba lazima tuwe na mapinduzi ya kifikra. Nchi hii inatakiwa iwe na